Ili kuomba scholarship za India, kuna maelekezo hapa unatakiwa wewe kama muombaji uyafate. Ya kwanza, wanasema hapa, vitu vyote unatakiwa uvijaze sawa sawa. Ili application yako iwe imekuwa complete, unatakiwa ujaze information zifuatazo. Kwanza unatakiwa uwe na passport size picture ambayo utai-upload huko kwenye application. Unatakiwa uwe na vyeti vyako vyote vya masomo ambavyo vinaonyesha pia na maxi. Unatakiwa uwe na physical fitness, yani kama vile unaenda kwa daktari anakuandikia kwamba wewe uko vizuri. Unatakiwa uwe na recommendation letter au certificate kutoka kwa skuli yako au kwa chuo chako ulichosoma au kwa walimu wako. Lakini pia unatakiwa uwe na pasipoti ya kuonesha tarehe yako, picha yako, sehemu za kukupata, expire date iko wapi, na hiyo pasipoti unaenda kuitoa copy alafu unampa mwanasheria aipige muhuri ili kuonyesha kwamba hii ni original certified, maana ina muhuri wa mwanasheria. Lakini pia wakati unazi-upload hizo document zako, unatakiwa kuhakikisha document zako umezi-upload vizuri katika module nzuri. Yani sehemu ya cheti unaika cheti, sehemu ya document nyingine mfano passport unaika hiyo document nyingine. Lakini pia wakati kama utakuwa umepata, basi unatakiwa uchukue vyeti vyako vya original ili vikawe certified na hiyo university yako. Lakini pia kama mtu unataka kusoma engineering, lazima uwe umesoma PCM katika skuli yako ambayo inaonyeshwa katika cheti yako, kwa sababu hiyo ni mandatory kwa ajili ya zile courses za engineering. Ukishahakikisha kwamba unavyo hivyo vitu, basi unatakiwa uende kwenye hii portal yao ya ICCR, uende ukaombe. Hakikisha vitu vya muhimu kabla chochote, uwe na passport number unaijua, uwe na kitu chochote ambacho kitaonyesha wewe una miaka mingapi, mfano certificate yako ya kuzaliwa au NIDA ambayo itaonyesha sasa umezaliwa tarehe ngapi. Lakini kama unataka kwenda kuomba PhD, basi uwe na synopsis yako tayari ushaiweka karibu, yani utatakiwa uiupload hiyo kabla ya kufanya chochote. Anakuambia note hapa kwenye maneno mekundu, unatakiwa kwamba hizo certified copy ya document zako zinaonyesha kwenye qualification ambazo zinahitajika kwenye hiyo course yako. Tumeona English IELTS ile certificate English sio lazima, mimi nishawahi kuomba, hii sio lazima. Ukionyesha tu kama masomo yako umeyasoma kwa English, basi unaweza kufanya maombi hapa. Watakwambia kwamba umesoma kwa English, ukimwambia yes unaendelea na maombi tu, huna shida ya kwenda kugharamika. Basi ukishajiona una vitu vyote hivyo hapo ambavyo sio vitu vikubwa, hakikisha tu kama vyeti vyako vile vya kusomea, birth certificate yako, NIDA yako na vitu vingine vimetiwa muhuri wa mwanasheria au muhuri wa mahakama kuu, ambao kwa huku Zanzibar sisi inakuwa kama ni shilingi 5,000 tu. Unaenda pale kwenye mazizini au sehemu ambayo ina korti, unalipa 5,000 au 10,000, unatiliwa vyeti vyako vyote muhuri. Basi baada ya hapo sasa unaingia kwenye portal, angalia video nyingine jinsi gani tunafanya maombi hayo. Hakikisha umesubscribe ili usipitwe na fursa kama hizi.